السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين حبيبنا وشفيعنا محمد الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين ومن نهج منهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. نسأل الله أن يجعلنا منهم وجعلنا من يتبع ما هو أحسن. وبعد، kwanza tuanze kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwafikisha na kutujalia tukafika katika majlisi haya matukufu anayoyapenda Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tumuombe Allah atuwafikishe kwa kile tulichokijia na tunufaishe kukipata tunachokikusudia. Vile vile atuwafikishe tuweza kuwasaidia ndugu zetu, wenetu, jirani zetu na Waislamu kwa ujumla biidhnillah. Tunapopatia Mwenyezi Mungu atuthibitishe na atuzidishie. Tunapokosea kibinadamu Mwenyezi Mungu atusamehe na atubadilishie iwe kheri. Tunaendelea na darasa zetu. Tutafuata ule utaratibu wetu wa kawaida. Tutaanza kwa kusoma hadith, halafu tutaendelea na tauhidi pale tulipofika insha Allah taala. Kwa mujibu wa darasa iliyopita, leo tunasoma hadithi ya 5. Ndio leo hadithi ya 5 katika kitabu chetu hichi 40 an-Nawawi. Sasa bila kupoteza muda, maana leo tumechelewa, na hatujachelewa sisi tu, na kuna wenzetu wamechelewa zaidi. Sijui usiku wa jana ulikuwa na nini, maana saa hizi huwa watu takriban washakitimia, au sijui kama leo ndio kuna malipo makubwa bilisi kawatia watu uvivu wasiyapate. Tuombe Mwenyezi Mungu ajalie kheri. Bismillahirrahmanirrahim. Hadithi hii inaitwa hadithu nahi anil ibtida'. Hadithi nahi anil ibtida'i fi din. Hii ni katika hadithi muhimu sana, na ni hadithi ambayo inachukua nafasi kubwa sana katika kuisimamia dini yetu na kutukumbusha na kutuongoza. يقول المصنف رحمه الله عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية للمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Kabla hatuendelea na hadithi ya leo, nitapendelea tuipitie kidogo au niipitie kwa haraka hadithi ya wiki iliyopita kuunganisha hii mada. Na hii hadithi maudhui yake inabeba hadithi zote zilizopita nyuma. Hadithi iliyopita, hadithi ya 4, anasema an abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. Hii aliposema وهو الصادق المصدوق, bila shaka tutakuwa tunakumbuka maana yake ni nini. Mtakaitizame wanaodurusu leo, anaposema وهو الصادق المصدوق alikusudia nini? Kwamba hii jambo analokuja kulizungumza ni jambo la ghaibu, hawezi kulijua mtu kawaida, sawa, isipokuwa aliyefundishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, au aliyemsikia aliyefundishwa.
anasemaje? Inna ahadakum yujma' khalqahu fi batni ummihi 40 yawman, hakika mmoja wenu hukusanywa katika tumbo la mama yake siku 40 nutfa, sawa. Thumma yakunu alaqatan, kisha linakuwa pande la damu, mithlu dhalika, mfano wa hayo siku 40. Thumma yakunu mudghata, kisha linakuwa pande la nyama, mfano wa hayo, mithlu dhalika, siku 40. Thumma yursalu ilayhi almalak, hapa siku 43 hii anakuwa tayari kashatengenezewa viungo vyake vyote, anapuliziwa roho, halafu anapelekwa kisha anapelekwa malaika anaamrishwa ampulizie roho, sawa. Malaika anaamrishwa ampulizie roho, halafu anaambiwa vipi? Thumma yursalu ilayhi almalak fayanfakhu fihi arruh, kisha mpulizia roho, wa yu'maru bi arba'i, na anaamrishwa amwandikie mambo 4, sawa, au maneno 4. Ikatbi rizqu, aandike riziki zake, wa ajaluhu, na ajali yake, kufa kwake, wa amaluhu, na matendo yake atakayoyatenda, wa shaqiyun au sa'idun, halafu amwandikie huyu ni mtu mtukufu au mtu duni, huyu ni mcha Mungu au ni asi. Fa wallahi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, fa wallahi, na kuapieni kwa jina la Mwenyezi Mungu, alladhi la ilaha ghairu, ambaye hakuna mola anayestahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye, inna ahadakum, hakika mmoja wenu, la ya'malu bi'amali ahli aljanna, atatenda matendo ya watu wa peponi, hata ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'an, mpaka inakuwa haibaki baina yake na kuingia peponi isipokuwa dhiraa. Tayari fayasbiqu alayhi alkalam, humtangulia kalamu, fayamalu bi'amali ahli an-nar, na akatenda matendo ya watu wa motoni, fayadkhulaha, na akaingia humo motoni. Bimaana akafanya mema mpaka ishabakia kidogo karibu na kufa kwake, anafanya uasi watu wa motoni, anaingia motoni. Wa inna ahadukum, na hakika mmoja wenu, la ya'malu bi'amali ahli an-nar, atatenda matendo ya watu wa motoni, hata ma yakunu bainaha wa bainahu illa dhiran, mpaka itakuwa haikubakia baina yake na kuingia humo motoni isipokuwa dhiraa moja. Dhiraa tunaifahamu, Yasbika alayhi alkalam, kisha ikamtangulia kalam, fayamal bi'amali ahli aljanna, akafanya matendo ya watu wa peponi, fayadkhulaha, na akaingia humo. Hii hadithi nimesema ni durusu kidogo, tuipitie kidogo kutokana na umuhimu wake. Tulisema watu hawatakiwi kuvunjika moyo, lakini wafanye amali zao kwa ikhlasi, kwa sababu hii kumuona mtu anafanya mambo ya watu wa peponi, huenda anafanya mambo ya peponi kwa dhahiri ya macho, lakini uhalisia wa ndani ya moyo wake hafanyi kwa ajili ya Allah, aidha ni ria, sum'a na mfano wa hayo. Bimaana anafanya amali yake pamoja na kumshirikisha Mwenyezi Mungu katika hayo, au anayafanya yale mambo yake bila ya kufuata shuruti za ibada na sharti zake ili isihi, sawa. Sasa hadithi yetu ya leo itakwenda kuzungumzia pia na zile sharti za ibada, kwa sababu anasema man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Mwingine atasema mbona lakini anasali huyu, pengine hilo swali anasali lakini haiko katika usahihi au haiko katika masharti ya kukubaliwa ibada. Kwa hiyo utakamwona anasali kumbe hasali, maskini. Unamwona anafanya ibada fulani kumbe hafanyi ile ibada au haikubaliwi. Itutoshe tu kwamba hata Qur'ani tunaambiwa hurub al-qari, inawezekana msomaji wa Qur'ani akawa anasoma ile Qur'ani, wal Qur'ana yal'anhu, hali ya kuwa Qur'ani inamlani. Nafikiri tunafahamu hayo. Kwa hiyo mtu anasoma kila herufi moja daraja 100. Unamwona mtu mchana wa kutwa anasoma mpaka usiku, utasema vipi? Utasema huyu mashallah, lakini kumbe ile Qur'ani anayosoma mwenyewe inamlani. Ziko hadithi zinatusimulia kwamba kuna watu watakuwa wanasali
Lakini mtu akimaliza kusali sala yake anafanya nini? Anakunjwa na anapigwa naye usoni. Kuna mambo yanayopelekea hayo. Jamani, tuko pamoja eh? Tayeb, sasa tunakwenda moja kwa moja kwenye hadithi yetu hii. Hadithi inasema an ummul mu'minina ummu Abdullah. Hebu mimi na masala kidogo hapa nataka niulize. Tukisema ummul mu'minina, mama wa waumini, sawa? Mama wa waumini, bimaana hawa mama wake za mitume ni mama zetu, sawa? Wake za mitume ni mama zetu. Ni sawa vile vile wake za wazee wetu, baba zetu ni mama zetu. Sio, tunafahamiana? Kwa maana hiyo mtu masala mengine hatakiwi kuingia kwa sababu ni mama zetu. Usije ukasema huyu mama wa kambu, huyu mama, atabakia kuwa ni mama na hukumu yake ni mama, na mtoto atabakia kuwa ni mtoto na hukumu yake ni mwanawe, na ndio maana wanarithi pamoja, hawafai kufunga ndoa na kadhalika. Jamani, tufahamiana? Na ndio maharimu wao. Haya mambo tusiyachukue wepesi, yanatuhusu moja kwa moja katika maisha yetu. Astaghfirullah alazim, Mwenyezi Mungu atusamehe na atuhifadhi. Kuna mtu mmoja, japo kwa pengine mtu atahisi kama haiendi sawa na mada yetu, lakini muhimu kuyafahamu. Kuna mtu mmoja alijiwa na mumewe, akaambia, bwana wewe, mimi nataka twende hija, lakini tutakwenda na mwenzio, yani mke mwenziwe. Huyu bwana alitaka kuwachukua wake zake wawili pamoja waende hija. Akaambia, mwache ende yeye, mimi sendi. Kwa sababu gani? Jamani, naam, kwa sababu gani? Kwamba hataki kufuatana na mke mwenza. Sawa? Tunasoma tauhidi hapa, tunasoma tauhidi. Hivi huyu mke mwenziwe ana haki ngapi kwake yeye? Kwanza ni Muislamu mwenziwe, sawa? Na sheria inasemaje? Almu'min akhul mu'min. Tare, pili, ana wajibu wa kumfanyia wema, sawa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, haitimii imani ya mmoja wenu mpaka ampendelee ndugu yake lile analolipenda katika nafsi yake. Huyu hampendelei. La tatu, lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Huyu anafanya hiyo nafaka kwa huyu mtu. La nne, ambalo ni kubwa, haikuwa sahihi kwa muumini wala ma kana lilmu'min wala almu'mina idha qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarata fi amrihima. Hili jambo Mwenyezi Mungu kashalihalalisha na kalipendelea Mtume sallallahu alaihi wasallam, anakahimiza na akasema, man raghiba an sunnati falaysa minni. Wewe uko tayari usiwe pamoja na Mtume kwa sababu ya jambo hili? Lakini yuko ibilisi anakuja misumari ya moto, anamchochea mtu, sikubali, fanya hivyo, sikubali, na anasema fanya hivyo. Wallahi thumma wallahi, siku ya kiyama shetani atakwenda kusimama, atasemaje? Ya ahlan nar, enyi watu wa motoni, wakati wakashafaa joho la moto na yeye, la talumuni falumu anfusakum, msinilaumu mimi, zilaumuni nafsi zenu. Mimi nikushauri tu, sikukuamrisha wewe mwenyewe. Na kwa taarifa, ibilisi pale unaanza kufanya lile kosa au yale maasi au yale maudhi, anapiga mbio nyingi sana, anasema utajijua na Mungu wako, inni bari'un minka inni akhafu Allah, niko mbali na nyinyi, namuogopa Mwenyezi Mungu, pamoja na kwamba kashalaaniwa. Sasa kila mtu aangalie nafsi yake. Alaikum anfusakum, alaikum anfusakum, alaikum anfusakum. Nashangaa mimi, kuna watu wanakotokezea mtu huko wanaambia tena, mimi nataka ukaishi hivi, kwamba anapangiwa maisha yake na mtu wa nje kuliko kupangiwa na muumewe. Huu ni mtihani, huu ni mtihani. Haya, tunaendelea sasa.
Allahu musta'an. An ummi almu'minina, kutoka kwa mama wa waumini. Na kwa sifa gani kapata kuwa mama wa waumini? Kwa sababu ni mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ummu Abdullah, bibi Aisha na mtoto anaitwa Abdullah. Naam, Hana. Mtoto wake anaitwa nani? Hakuzaa vizuri. Sasa kumbe inafaa kumuita mtu baba yake fulani au mama yake fulani hata kama hajazaa. Sawa? Mama Aisha yasemekana alibeba mimba lakini mtoto hakufika. Sawa. Sasa kwa nini akaitwa Ummul Mu'minin, Ummu Abdullah? Ana ndugu anaitwa Abdullah, baba yake yeye anaitwa Abdullah. Sasa hii imetoka wapi? Kuna kauli mbili. Kauli ya kwanza panasema huyu ni mtoto wa Ibn Zubairi, Abdullah ibn Zubair. Sawa? Na huyu Ibn Zubairi ni mtoto wa dada yake ambaye alikuwa akimpenda sana na alimweka karibu sana mpaka akaitwa Ummu Abdullah. Sawa? Baba wa mapaka kwa sababu alikuwa akipenda sana akaitwa baba wa mapaka. Sawa? Hii ni kauli moja. Kauli nyingine inasemekana kwamba aliitwa Ummu Abdullah kwa sababu Abdullah ni katika ahabul asma'i inda Allah subhanahu wa ta'ala, ni katika majina anayoyapenda sana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo anakaitwa kwa majina anayoyapenda Mwenyezi Mungu, akaitwa Ummu Abdullah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jamani, mama Aisha alikuwa habu nas ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala al-itlaq, kwa kuachilika alikuwa huyu ndio mtu anayempenda zaidi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini tukifafanua atakuwa katika wanawake, sawa? Na kwa upande wa wanaume alikuwa mtu anayempenda zaidi ni nani? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sawa? Haya kwa mujibu wa maelekezo na maelezo ya wanazuoni. Je, inafaa kufanyia tanafusi? Tukasema ina Bibi Khadija alikuwa hapendwi sana, anapendwa Bibi Aisha. Au Bibi Aisha alikuwa hapendwi sana kuliko Bibi Khadija. Kila mmoja ana daraja yake na nafasi yake katika umma. Kila mmoja ana mapenzi yake katika nafasi yake. Hatuwezi kuwafanyia munafasa. Sisi tunafahamiana. Kwa hiyo tusijichukulie muda tena tukaanza kubishana tukakaa tena bibi fulani hivi bibi fulani hivi. Hayo jamani, tusijikalifishe katika mambo ambayo hatujakalifishwa nayo. Tuseme wote ni wapenzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimtaja Bibi Khadija hata baada ya kuondoka kwake kwa sababu ya makubwa aliyoyafanya. Ashatokezea na zahma ya kubanwa na Jibril, akakimbilia kwa mkewe akimwambia zamiluni, na yeye ndio aliyokuja akamlea. Sijui siku hizi wapo wale wanawake walezi wa waume zao, wapo wanawalea. Mwenyezi Mungu awafikishe, Allah alete taufiki. Kuna mtu mmoja alikuja tunazungumza katika mazungumzo tu, akaja akazungumza kitu, lakini acheni mwenyewe msikichukue na kuhadithieni tu. Alikuja akaambia bwana, hawa wanawake kazi zao ni mbili tu. Kazi ya kwanza akukute wewe umefurahi akutie maudhi, au akukute umeghasika akufurahishe. Yaani wewe hivi tu, hakuna njia iliyonyooka. Sijui kama kweli au vipi, mmesikia anasema hivyo. Akukute una furaha akutie majiti, au ukute umekuja umeghasika, jamani pole, akupoze. Kweli Mungu ndiye anayejua. Tunaendelea.
qalat, amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Jamani, mama Aisha alikufa akiwa na umri gani? Kauli ya walio wengi katika wanazuoni nasema alikufa akiwa na miaka 63. Sawa? Hajafa sawa sawa na Mtume kafa mwanzo. Umri ulikuwa sawa sawa. Umri ulikuwa sawa sawa. Alikufa umri wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikufa mwaka gani? Naam? Itabidi tuanzishe na darasa ya tarehe sasa. Alikufa akiwa katika mwaka wa 57 Hijiria. Alikufa mwaka wa 57 Hijiria. Tunaambiwa Bibi Aisha ndio mwanamke aliyokuwa na elimu zaidi kuliko mwanamke yoyote katika umma huu. Kweli Kapokea hadithi ngapi Bibi Aisha kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Tushapita hayo. Hadithi 2210 hadithi alizopokea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bibi Aisha alikuwa mpaka radhiallahu anha, hata masahaba ridwanillahi alaihim walikuwa wakikwama na kwenda kutafuta fatwa kwa mama Aisha. Wakiwa na jambo wanataka kujua na kwenda kwa mama Aisha. Hata ile usomaji wa Qur'an walikwenda kumuuliza kaifa kana yaqra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa akisoma vipi Qur'ani Mtume sallallahu alaihi wasallam? Akasemaje? Kana yaqra ayatan aya, alikuwa akisoma aya moja moja, maana akisoma kwa utaratibu, hana hadri. Sinafahamiana, anasoma kana yaqra ayatan aya. Mambo mengi sana ya ndani alikuwa akienda akimuuliza mama Aisha radhiallahu anha. Tayeb, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, man ahdatha ihdathi manake nini? Ukiambia huyu ahdatha manake nini? Mbona mshachoka na mapema? Au mmenuna leo? Hamjanuna? Ana hamsemi. Man ahdatha manake ni kuzua. Sawa? Kuzua manake ni nini? Kusema uongo. Au kusema uongo manake ni nini? Naam? Yaliokuwa hayapo Kwa ahdatha manake ni kuleta kitu ambacho hakikuwepo kabla. Kwa hiyo hata kusema uongo manake umesema uongo, umesema kitu ambacho hakipo. Jamani, tumefahamiana? Kwa hiyo man ahdatha fi amrina hadha, man ahdatha fi amrina hadha, amrina hadha, kitu jambo letu hili lipi hilo? Dini yetu ya Uislamu. Sawa? Kwa man ahdatha fi amrina hadha, atakayezua jambo ambalo halikuwepo katika dini yetu, ma laysa minhu, ambalo halina asili na dini yetu, fahuwa raddi, jambo hilo atarudishwa mwenyewe, na wengine wanasema atakuwa amertadi. Sawa? Itakuwa amerudishwa mwingine, na wengine wanasema fahuwa raddi, maana yake atakuwa amertadi. Kwa nini? Atakuwa amemzulia Mwenyezi Mungu na mtume wake uongo. Jamaa, tunafahamiana? Taib. Hii hadithi inapokewa na Bukhari na Muslim. Ama katika riwaya ya Muslim anasema man amila amalan, atakayefanya tendo laisa alaihi amruna, tendo ambalo halimo katika dini yetu, fahuwa raddi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema waman yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu, atakayefanya jambo atakayefuata dini isiyokuwa hii ya Uislamu, basi hatakubaliwa.
dini ya Uislamu ni tumesoma ma huwa al-Islamu sawa, ambayo amekuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam na ndio waliokuja nao mitume wote waliotangulia. Uislamu ni kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kukiri kwamba hakuna mola anayestahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye, na kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mjumbe wake. Na kusema hivyo maana yake ni nini? Ni kukiri kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa kweli na alichokuja nacho kinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kwamba yeye hakuzua isipokuwa wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sawa, hasemi kwa matamanio yake, inachokisema ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba mazungumzo yake na matendo yake na nyenendo zake zote zilizothibiti kutoka kwake ni sunna, kwamba tunatakiwa tuyafuate, tuyakiri na tuyakubali kwa moyo safi bila ya kuwa na chembe ya shaka wala kuyachukia. Sisi tuko pamoja? Sasa tukia man ahdatha fi amrina hadha, maana yake itakuwa kuna mambo mengine ambayo Waislamu wanayafanya hawana asili na dini. Sisi tunafahamiana. Kwa hiyo ili jambo liambiwe hili ni sahihi na lina asili katika dini yetu, tunatakiwa liwe na katika kiwango gani? Kinatakiwa liwe na udhibiti gani? Kwa sababu unaweza ukasema kusali, ukienda ukasali sala kama vile ambavyo zinatakiwa zisaliwe, ukasitia udhu, ukaelekea kibla, ukasali, ukaambao umezua kwa mfano, ukatoka zako nyumbani njiani huko ukafika unasema mimi kila nikiingia nyumbani kwangu nataka nisali rakaa 2, ukadumu na hilo ambalo halina asili. Kusali sawa, lakini ndivyo sisi tunafahamiana. Au ukasema jamani, mimi nataka kila akiingia bwana huyu nyumbani kwangu nitie udhu. Kutia udhu sawa, lakini hii asili ndiyo. Au ukasema ili niwe msafi zaidi nataka nitie udhu mara 5 kabla ya kusali. Ikawa wewe unadumu unatia udhu, ukimaliza unatia udhu, ukimaliza unatia mara 5. Mara ngapi? Je, asili ndiyo? Sisi tunafahamiana. Au ukasali kabla au baada ya wakati kumalizika. Au ukasema leo mfunguo 9 na hirimia hija. Zote hizi hazimo katika sheria. Sawa? Au ukasema jamani udhiya kuchinja, ukaenda ukachinja farasi kule. Sawa? Vile vile hii itakuwa haimo. Jamani nafahamiana? Au ukasema basi nitatafuta cha halali, nitachinja jogoo kubwa kwenye udhiya kwa kuwa jogoo kubwa, au sungura. Hizi zote itakuwa lazima upate nini? Imtithalan, jambo lililothibiti. Kwa hiyo ili ibada iwe inataka ina vigezo vyake. Hapa nimetafiti kidogo, nakuta kuna vigezo 6 hivi. Kwanza, sababu ya ibada iwe ndio. Kwa sababu gani? Sisi tunafahamiana na hii sababu maana yake ni nini? Hii sababu maana yake ni nini? Naam. Innamal a'malu binniyati. Kwa hiyo nia yako ndio sababu. Ninafanya jambo langu kwa lengo gani? Kwa nia gani? Ikiwa nia sahihi, maana yake ibada yako itakuwa ni sahihi. Ikiwa nia sio sahihi, ibada yako itakuwa sio sahihi. Ya pili, namna ya utekelezaji wenyewe wa ile ibada. Namna ya utekelezaji wenyewe. Wale tushashuhudia watu, mtu anafunga sala anaanza Allahu Akbar. Hamjawahi kuwa nao? Hamjabahatika kusali nao. Lakini kule Maka na Madina
waliokwenda haji kama walizingatia. Wako watu wakifunga sala wanafanya hivi, Allahu akbar, na wakitaka kutoa salamu, assalamu alaikum wa rahmatullah. Hiyo umeiona? Uliona jana ulikuwa ukisali? Alikuwa ushasali? Haya. Dubai airport. Basi wapo watu wa namna hiyo. Sisi tunafahamiana. Sasa namna gani mtu anafanya ile ibada? Jamani, tuko pamoja? Halafu cha tatu, al-qadar, uwezo. Ukifanya kitu nje ya uwezo wako, la yukallifu Allahu nafsan al-qudra, sawa? La yuqaddiru Allahu nafsan illa wusaha, wattaqullaha mastata'tum. Tare. Halafu namna al-kaifia, namna gani inavyotekelezwa usiku, namna gani inavyotekeleza, mara ngapi? Pengine unaitekeleza tuseme kama vile ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna watu walikwenda kumuuliza Bibi Aisha namna gani alikuwa akifunga Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaambia alikuwa akifunga siku ya Jumatatu na Alhamis na masiku meupe. Sawa? Huyu akasema mimi nitafunga siku zote, na mwingine akasema mimi sitaoa, nitaka nifanye ibada tu. Wanawake wanashughulisha, kumbe tokea siku hizo tayari wanawake wanashughulisha, mimi nitaka nifanye ibada tu, sioe. Na mwingine akasema mimi bwana nataka nisimame usiku mzima kila siku silali. Hiyo habari ikamfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema hawa watu wana nini? Akasikitika sana, akasema mimi si ninamjua Mwenyezi Mungu zaidi kuliko nyinyi na ninamcha Mwenyezi Mungu zaidi. Basi mimi ninasimama na ninalala, nafunga na naftari na ninaoa. Yoyote atakayechukia sunna zangu, basi huyo hayuko pamoja nami. Sawa? Al-kaifia, namna gani mnatekeleza? Jamani, tuko pamoja? Az-zaman, wakati. Hizi ibada tunazitekeleza kwa wakati gani? Lazima uwafiki wakati. Sawa? Lazima uwafiki wakati. Sala zimewekewa wakati wake, funga ina wakati wake, hija ina wakati wake, zaka ina wakati wake, na kadhalika. Kila kitu kina wakati wake maalumu uliowekwa. Jamani, tunafahamiana? Lakini vile vile na mahala, kuna ibada zimewekewa mahala maalum zitekelezwe huko. Kwa hiyo wewe hufuati mahala palipowekwa patekelezwe ibada, maana yake hiyo ibada yako itakuwa sio sahihi. Jamani, tuko pamoja? Sahihi. Haya, sasa hapa kana sala, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd, au anasema man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Sasa hapa na swala, je, kuna kitu kinaitwa bid'a? Bid'a maana yake ni ibtidai. Ibtidai maana yake ni nini? Ni huko kuzua. Sawa? Bid'a ni kufanya kitu ambacho hakina asili katika dini. Bid'a ni kufanya kitu chochote ambacho hakina asili katika dini. Haya maneno tunayosikia huko, tunaambiwa kuna bid'atun hasana wa bid'atun sayyi'a, bid'a nzuri na bid'a mbaya. Haya maneno mshakuyasikia? Naam, tushakuyasikia hayo? Haya, bid'atun hasana ndio ipi na bid'a sayyi'a ndio ipi? Naam,
tukaambwa huyu bwana akafanya bid'atu hasana. Sayyidina Umar bin Khattab alikuja akasema inna ahsana bid'atun la hadha, hakika bid'a nzuri zaidi ni hii. Ilikuwaje akasema hivi Sayyidina Umar? Kwa hiyo bid'atun hasana bid'atun sayyi'a au vipi? Bid'a nzuri na bid'a mbaya. Bid'a nzuri ndio ipi? Ile hadithi ilikuja kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisali na watu msikitini katika mwezi wa Ramadhani sala ya tarawehi kwa muda wa siku ngapi? 3. Halafu baada ya hapo akaenda akasali nyumbani na masahaba nao wakaona sali majumbani mwao, kwa sababu sala ya sunna nyumbani ina fadhila nyingi zaidi kuliko msikitini. Moja. Lakini la pili, Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mapenzi yake ya wafuasi wake alihofia isije ikafaradhishwa tarawehi. Kwa hiyo akaona ili isije ikafaradhishwa tarawehi, basi bora nikaisalie nyumbani na watu wasali hivyo. Maana ikija ingefaradhishwa tarawehi ingekuwaje? Naam? Vipi tarawehi ingefaradhishwa? Ingekuwa mtihani, na kama kuna kufaradhishwa imekuwa mtihani wa pili. Maanake tunasema si faradhi tukaiacha, juhudi yetu inakuwa ndogo. Haya, sasa Sayyidina Umar baada ya kugundua akaona kumbe watu wengi sasa wameacha kuifuata sunna ya kusali tarawehi, akawakusanya watu msikitini, akasema sasa tutakuwa tunasali msikitini. Tusisahau kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisemaje, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafai ar-rashidin. Katika haya na Sayyidina Umar yumo. Kwa hiyo na sisi tunatakiwa tufuate, huu ni wasia aliotuhusia Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe. Lakini yeye alisema inna ahsana bid'atin la hadha, hakumaanisha kwamba alizua, lakini alimaanisha nini? Alihuisha, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alishasali tarawehi msikitini. Sawa? Na akawarudisha watu msikitini kwa maslahi mapana ya kuwafanya watu sasa waendelee kusali tarawehi. Si khasha watu wengi sahau ibada ya tarawehi kwa siku za mbeleni, lakini alhamdulillah ni kwa watu wanasali na kila siku inaendelea. Mwenyezi Mungu atuwafikishe kuyafuata ya kheri na atuepushe kuyafuata ya shari. Naam. Mpaka hapo kwanza kuna swala. Kuna mtu anataka kuuliza? Tunaulizwa hizi khitma na 40 zina asili? Jamaa tusikiana, swala limeulizwa, swala la khitma na 40 vipi zina asili hizi? Mtu anapokufa, baada ya kushakufa, tunatakiwa tumfanyie nini? Naam? Aandaliwe, azikwe, akishakuzikwa zichukuliwe haki za watu zirejeshwe kwao, sawa, halafu arithiwe. Akishakurithiwa maana yake mambo yake yashamalizika. Baada ya hapo tunatakiwa tumwache, tunatumsahau, au sio? Tunatakiwa tumfanye vipi? Tumuombe na dua, tumtaje kwa mazuri yake. Haya, dua zake zinaombwa vipi? Kila ukisali umuombe. Maana hadithi inasema hivi, idha mata ibn adam inkata amaluhu illa min thalatha, akishakufa mwanadamu amali zake zote zinakatika isipokuwa mambo matatu. Ya kwanza sadaqatu jariya, halafu wa waladun salih, halafu wa ilmu
yuntafa bihi. Sadaqatu jariya inajulikana. Sadaqatu jariya maana sadaka yenye kuendelea. Sadaqatu jariya, sadaka yenye kuendelea kwenda, bimaana ananufaika nao kwa sababu inakwenda. Sawa? Halafu waladun salih, mtoto mwema atakapomwombea dua au atakapofanya wewe, yeye ndio sababu. Tayari. Halafu wala ilmu, na ilmu yenye manufaa, kasomesha halafu wanafunzi wake wakaendelea kusomesha. Mimi niulize swala, hizi amali zake zilizokatika alikuwa akifanya nani? Yeye mwenyewe. Na hii sadaka jariya, akachimba kisima, akachimba nani? Yeye mwenyewe. Wewe ikiwa hivyo ndivyo, mimi nikimchimba mtu kisima, hakuchimba mwenyewe lakini amchimbia mie, akiwa hai hajafa, anapata hapati? Anapata. Vizuri. Nikimjengea msikiti anapata akiwa hai, akiwa kashakufa je? Pia anapata. Haya, lakini hizi nimefanya mie, hajafanya yeye. Kwa hiyo amali zake zinazokatika ni hizi alizofanya mwenyewe. Unazofanywa na ndugu zake, hizi hazikatiki. Sala anaofanya mwenyewe, akishakufa yeye, sala yake ile pale inakuwa haiwezi kuendelea kwa sababu hazikufanyiwa. Kwa hiyo kumbe kuna mambo ambayo anafanyiwa na anapata ile sawa sawa akiwa hai au amefariki. Sijui tuko pamoja? Ninapokaa nikamwombea mtu dua, sawa sawa, ni mzazi wangu au si mzazi wangu, ni mtu wa karibu au Muislamu mwenzangu, nikimwombea dua hali ya kuwa yuko hai, anapata kweli? Na akiwa kashakufa anapata? Sasa labda mimi niulize hili swala tena, tutakapokaa mtu mmoja au watu wawili au watu watatu, jamani, tukasema tumwombeeni dua mwalimu wetu, hii atakuwa hapati? Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakukusanya watu, hakuna kwamba alikusanyika watu wakawa wanamwombea mtu dua. Sasa kinakataliwa dua, inakataliwa michango, au imekataliwa kukusanyika watu? Ala, kwa hiyo haikataliwi dua, yanakataliwa yale mambo. Sasa hicho ni kitu kingine. Shekhe hapa kauliza ile kukaa tukamsomea mtu tukamfanyia dua, vipi, itafaa haifai? Si michango wala si wali wala si mkusanyiko wala si watu kuja kujistiri. Kazungumza hichi kitu cha kukaa tukamwombea mtu dua, inafaa haifai? Ndivyo. Ukimtolea sadaka mzee wako kama kashakufa, vipi, inafaa? Watu wamefua nafunga, ukamtoa sema mimi nafutarisha kwa nia ya kumpelekea wazee wangu, vipi? Kwa hiyo inafaa kumtolea sadaka Kwa hiyo nikusanya watu tunikuwapa sadaka kwa ajili ya kumtolea mzee wangu, inafaa? Sasa kinachokataliwa kitu gani? Hapa ndio penye tatizo. Kumbe watu watafute kinachokatazwa ni kitu gani. Watu kumsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam ni sheria na ni kitu kinafaa, sawa lakini watu wakaongezea mambo mpaka ikazidi, sawa, sibatilishi. Lakini sasa hivi kuna hija ya high class uko Arafa pale, unabonyeza kingine tu ndindo kinakuja kibinti, na wewe mwanamume kinakuja kibinti, yani kusaidia nini, nahitaji maziwa kidogo, unaleta uko pale, unakuja wapi hapo Arafa. Godoro unalowekewa mimi sijaliona hapo, maana yake nimeanza chini futi 3 lote godoro hamna mbao, ndio unakwenda kulalia lile la kunesa nesa. Uko wapi sasa? Mambo tunayazidisha mno, haya mambo tumeyazidisha mno. Zamani mimi huwa naambia watu, zamani ilikuwa ile Ramadhani ina harufu, ikifika mfungo 9 tunaanza kusikia harufu ya Ramadhani, mtu ana shauku na Ramadhani. Mambo tumeyakuza mpaka ikikaribia Ramadhani haionekani wala hatuna hisia nayo kabisa. Ikifika mfungo 9 wengine tokea sasa hivi washaanza kutafuta sikukuu, sawa, kama kwamba hii Ramadhani haipo. Cha muhimu ni nini?
fulani hajapata, fulani kashapata. Ile Ramadhani haimo kabisa katika vichwa. Hapa mambo yamefanya nini? Yamezidishwa. Ikifanywa harusi zamani, mtu anaolewa kwa muda gani? Au anaoa kwa muda gani? Kwa wengi nusu saa, sawa, lakini wiki nzima magoma kusindikiza ile nusu saa ichapuke. Na kabla ya hapo, baada ya mtu kashakuja kuposwa mwanae ya furahi, anasema Mtume we, sasa kashaposwa huyu, mambo ya kukopa tena, akahangaika, akapaparika roho, akenda. Baada ya kuwa ni faraja na kwa nini? Hata masala yetu jamani, hata masala yetu ya kufiwa, mtu baada ya kulia kwa kufiwa analia kwa watu waliokusanyika uwanjani wanataka kula, hana cha kuwapa, wageni ndio washafika hao. Yule marehemu kabisa kamsahau, anasema wageni washafika. Ilikuwa wakati ule akae kitako amuombee dua marehemu, anasema Mtume Rasul, haya asubuhi itakuwaje, haya usiku itakuwaje, wageni washafika. Naam? Sasa hizo ndizo hali, mambo tunakwenda nayo zaidi ya kipimo. Na hii, naam? Astaghfirullah alazim. Mwenyezi Mungu atusamehe na atusamehe sana na atuhifadhi. Kabisa imekuwa fensi haya maishi ya baghani, mazishi ya baghani au mazishi ya kwarara. Watu wanafikia kuzungumza lugha hizo. Haya mazishi kwa haya mazishi ya na kwa juu kunatajwa haya mazishi ya wapi haya? Maziko ya baghani na wapi lazima paanguke biriani bwana. Nyeme tufanya maziko kama maziko ya kwarara. Yani yani zile hisia kabisa hakuna tena. Kuna maziko yana majaji, maziko ya pahala fulani ni biriani, maziko ya pahala fulani pilau, na maziko ya kule sikujumia biskuti. Sasa mambo yanavyokwezwa yakatafsiriwa mpaka tunafikia hatua yale mambo ya kheri tunayawacha. Sisi tunafahamiana, idha mata ibn adam, watu wanasema basi huyu kama hakuomba dua mwenyewe haombe dua. Wallahi lazim kuna watu wanawanyima wazee wao hija kwa sababu hawakuhiji walipokuwa hai wenyewe. Anasema kama hakuhiji ilikuwa hiji mwenyewe, kilichobakia chetu sisi tunarithi. Na hayo yapo, watu wananyimwa hija kwa kuwa nini? Idha mata ibn adam. Kweli kwa nini basi yule mama akaambwa hili ni deni apaswa alipe? Alipokwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, inni ya Rasulullah, inna faridata alhajj ala faridata Allah alhajj ala ibadihi balagha walidi wa huwa shaykhun kabir la yathbutu ala dhahila. Kwamba ilipofaradhishwa hija, baba yangu alikuwa ni mtu mzima sana, hawezi kuthibiti katika kipando. Tena mwanamke huyu, baba yake alikuwa ni mwanamume. Akamwambia afahujjan, je ni mhijie? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, waonaje angelikuwa na deni ungemlipia? Akamwambia hapana shaka ningemlipia. Alimjibu nini? Basi deni la Mwenyezi Mungu ni aula kulipwa. Hili ni deni, hija ni deni. Deni kama mtu kafa na uwezo hajahiji, basi amekufa na deni. Uislamu hautamtambua siku ya kiyama. Tunawalipia au idha mata ibn adam. Naam, tena tunakuwa na mawaidha mazito. Iko hadithi bwana, haifai mtu atumie mali zote asiwaachie warithi wake mali za kuja kurithi. Ipo ile kwamba mtu ni bora awaachie watu wake cha kurithi wasije wakadhalilika. Sasa anazuia watoto wake kwenda kudhalilika, anakwenda kudhalilika yeye. Sasa fala alayhi an yamuta yahudiyan au nasraniyan. Halafu Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, je, mnazipenda mali zenu au mnazipenda mali za warithi wenu? Mwisho wa siku akamwambia, mali zenu ni zile mlizozitumia zikamalizika, zilizobakia ni mali za warithi wenu. Sasa warithi wenu mna hiari zenu.
mtawaachia wao nyie mkose au mtatumia nyie wao, na Mwenyezi Mungu ataruzuku kwa sababu alishahidi wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha. Sasa mambo haya tunayachukua, marehemu Sheikh alikuwa akasema tunayachukua wa kuririma. Unajua kuririma, ule moto unachukua samaki unaenda kumchoma pale, anatoka vipi? Mweusi mbichi. Kwa jamani, tusiwe bakhili, tuwaombeeni dua maiti zetu, na sisi tutakuja kuombewa dua. Tusipowaombea na sisi tutakuwa hatuombewi. Tuwazikeni wazee wetu na sisi tuje tuzikwe. Tusipowazika na sisi tutakuwa hatuzikwi, tutafukiwa tu. Mwenyezi Mungu atustiri. Wamo watu katika dunia hii wanafukiwa, sawa? Wakishakupelekwa kule washafunikwa, yamekwisha, stori zao zishakwisha. Nafsul mu'min azizun, nafsi ya mu'min tukufu, sawa sawa katika uhai wake au baada ya kuondoka kwake, bado inaendelea kuwa ni tukufu. Tunaomba iadilu, tufanyeni uadilifu. Wala yajrimannaka shana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Tuombeeni dua, tuwatoleeni sadaka, tuwafanyieni mengi, tuendeni tuwafanyie ziara, tuwafanyie dua, na mabadiliko na matokeo tutayaona. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana wa in jahadaka fima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Wakikulazimisha kufanya yale ambayo ni ya ushirikina, huna elimu nayo, fala tuti'huma, usiwatii katika ushirikina, lakini wasahibuhuma fi dunya maarufa, lakini wafanyie katika dunia hii wema. Itoshe tu jamani, kuna mtu mwenye daraja kubwa kuliko sahaba. Inaingia akilini kweli sahaba atashindwa kusema la ilaha illa Allah, na ni sahaba aliye murafiki mtume sallallahu alaihi wasallam? Anaweza akazuia ulimi wake kusema la ilaha illa Allah? Na kuna sahaba alikuwa anatoka roho, wakati anatoka roho wenzio wanamlakinisha la ilaha illa Allah, yaka hawezi kuisema. Ikabidi wakaenda kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, huyu anashindwa kusema la ilaha illa Allah leo na tulikuwa naye. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hikma, busara na elimu aliyopewa na Mwenyezi Mungu akawauliza katika wazazi wake wawili wako hai? Akaambia babake kashakufa, lakini mama yake yu hai. Akaambwa mwiteni. Akaitwa, akaulizwa, unani nina mwanao? Anaambia huyu kana kadha 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 kadha, mimi simsamehe. Kwa kuwa akasema hamsamehe, yule sahaba akashindwa kuitamka shahada. Sawa? Mpaka ikafikia hatua Mtume sallallahu alaihi wasallam akatumia hikma kubwa zaidi, akaambia kusanyeni moto, kuni. Paka kusanywa kuni, paka washwa moto. Akasema tunamtia kwenye moto huyu. Mama akasema msimchome mbele ya macho yangu. Akaambia basi msamehe. Maana yake huu moto huu ni mdogo zaidi kuliko huo moto anayekwenda kuingia huko. Akashahadisha kwamba kamsamehe. Baada ya kumsamehe akatoa shahada, akafa. Hili linatufunza nini? Sisi tunafahamiana, ni sahaba kashindwa kutoa shahada kwa sababu tu ya uradhi wa wazazi. Na hii inatureflect moja kwa moja na hii hadithi, wallahi alladhi la ilaha ghayruhu fa inna ahadakum la ya'malu 'amalan ahli aljanna hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhiraa fayasbiqahu alayhi alqalam fayamal 'amal ahli an-nar fayadkhulaha. Mwenyezi Mungu atuhifadhi. Tusidharau kitu. Mimi nasisitiza tena, mienendo hii ya wasomi tusipuuze, lakini na akili zetu
tuzitumie kwa mujibu wa dalili. Maana siku hizi kuna wasomi wanaokosoa mpaka akina Bukhari, Muslim, Shafi, Maliki na wengine alayhimus salam. Wanaokosoa. Mmoja nilisali msikiti hapo bondeni hapo. Sijui panaitwaje hapo njia ya kuelekea nani. Kuna msikiti mwekundu hapa katikati. Njia unapita Kijito Upele kuelekea Mwera. Kuna msikiti wana shipping nyekundu upande wa kulia. Nilisali pale siku moja. Kasimama akasema, "Khatibu, siku ya Ijumaa leo natoa hutuba ya kielimu." Akasema, "Wewe unamfuata Maliki wewe, unakula mbwa." Maliki kahalalisha kula mbwa. Na kuna mambo fulani hapa Shafi kina mchomo hapa. Hivi anazungumza. Hatuwatakasi. Lakini basi ndio siye. Sisi tunafahamiana. Na shekhi wangu mmoja akiitwa Muhammad al-Amin al-Shinqiti al-Jukani. Mwalimu wangu wa tarehe alikuwa akiniambia, "Rashid, nakuhusia sana kusoma. Lakini jitahidi ukisoma soma kwa mashekhi waliokufa. Kwa mashekhi waliokufa soma kwao." Naam? Swala hilo ameniuliza kama tulikuwa pamoja. Sasa mtasoma kwa mashekhi waliokufa. Akanambia, "Saa hizi fahamu, lakini ukifika miaka kuanzia 45 utafahamu na kusudia nini." Mimi nakwambia hivyo tu. Na mimi akanipa homework hiyo. Na nakupa hiyo. Sawa? Alisema kwa mashekhi waliokufa. Sawa? Kwa hiyo nikamuuliza, yeye kashazidi najua, lakini hivyo asubiri 80. Nikamuuliza shekhi waliokufa ni akina nani? Akanambia mashekhi waliokufa ni akina Bukhari, Muslim na wengine mfano wao, kina Shafi'i, Ahmadi, Ibn Majah. Hawa ndio ukasome kwao. Cha mwisho alichoniambia hicho. Sawa? Basi na sisi tujitahidi tusome kwa wao. Tujitahidi tusome kwao. Walikuwa vipi? Tunafahamiana. Almuhim, ibada zina misingi yake, zina asili zake, zina mambo yake. Wazee, ili swala limenigusa kidogo lililoulizwa kwa sababu ndio limeenea na linatopea na kila siku linapea. Nafikiri lishafanya pembe saizi. Unifahamu hii bid'a ni kitu gani? Wengi bid'a hawajui kitu gani. Ndio maana mtu anamwambia mwenziwe, "Wewe mwenyewe bid'a. Kwani ulikuwepo wakati wa Mtume?" Basi na wewe mwenyewe nafsi yako bid'a. Hii maana yake nini? Hii bid'a hajui ni nini. Kumbe bid'a ni uzushi katika dini. Ni uzushi katika dini. Na ili uwe uzushi una dhawabiti zake. Dhawabiti zake ni hizi tulizozisema. Sawa? Kumuombea mzee dua, muombe. Lakini tusizidishe mambo. Tusizidishe mambo. Kufanya shughuli zetu tufanye, lakini tusizidishe mambo. Kumsalia Mtume, tumsalieni Mtume, lakini tusizidishe mambo na mengineyo. Shetani ni kiumbe maluuni. Unafanya jambo lako zuri, ndani yake ankutilia chembe ndogo tu, lote linavurugika. Sisi tunafahamiana, hivi ndivyo alivyo. Unasali vizuri mashallah, ushafikia mwisho pale katika sala yako, unasikia itakuwa shekhe huyo. Unaanza kujiweka sawa. Hapa shekhe nione kama nasali vizuri. Sawa? Kwa sala yako umefanya nini? Ushaiti ya shirki, unaibatilisha. Sawa? Bilisi huyo unakwenda kutoa sadaka pahala fulani, vizuri umejificha. Halafu anitokezea mtu mwingine anasema, kijiji kile pengine kashachochewa kuna bilisi.
Kile nilikwenda mie pale nilikuta hali mbaya, lakini nikawafanyia kuwanyanyua wewe wale niliwanyanyua mie, niliwakuta wale karibu wale udongo wale. Mie kama sikwenda pale basi tayari unajiona unazungumza huko. Mwenyezi Mungu anasemaje? La tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha. Na ndio maana mimi katika jambo ninalolichukia kuchukua kitu nikapeleka nikaulizwa na hicho umenunua shilingi ngapi, na hisi kama nitakuwa nasumbulia. Wewe mmekuletea, kama una wasiwasi nimeiba ni hoji, lakini kama unajua sijaiba wewe pokea, nyama za kimya. Shinifahamu kwa sababu ile ukianza kitu hichi kimenunua kiasi gani, ghali hichi na nini, yawezekana ikawa ndio ile manna wal adha. Huwezi jua. Da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sasa tutaingia katika sehemu ya pili ya darasa yetu. Katika ile ya pili tunazungumza shirki. Sawa? Tulizungumza shirki ni kitu gani? Na hii shirki ni kitu gani? Kwanza shirki ni imtithali, kuweka kumpigia mfano, kumlinganisha, kumfananiza, hii ni shirki kilugha. Ama kisheria ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu na kiviumbe wake katika lolote lile ambalo analistahiki ni yeye peke yake, au kwa kiwango anachokistahiki yeye tu. Sawa? Kwa mfano Mwenyezi Mungu amewasifu waja wake kwamba wana ilmu. Inma yakhsha Allah min ibadihi ulama. Si wengine wanaogopa Mwenyezi Mungu ni waja wake wenye elimu. Kwa kawataja kwamba wana ilmu. Ya yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna. Amewasifu kwamba katika waja wake wako wengine wana elimu, lakini yeye mwenyewe akajisifu akasema alimul ghaibi wa shahada. Sasa ilmu ya Mwenyezi Mungu ina sifa yake, inafanana na yeye mwenyewe. Ilmu ya viumbe wanayo elimu, lakini na mipaka yake, hawezi kufika kule. Sawa? Na ndio maana nikaulizia siku moja hapa. Kwa mfano, sisi tunajua usiku, tunajua mchana, au sio? Mwenyezi Mungu alisema kwamba kaumba usiku na mchana. Sawa? Kinachoumbwa maana yake kabla ya kuumbwa hakikuwepo. Nani anaweza kutuambia kabla ya kuwepo usiku na mchana kulikuwa kuko vipi? Tusiweke usiku, tusiweke mchana, kulikuwa kuko vipi? Naam? Mwenyezi Mungu ndo anayejua. Sawa? Maana mchana ndio huu mweupe na usiku mweusi. Haya hakuna si usiku mweupe wala si mweusi, kulikuwa vipi? Hatuna uwezo wa kujua. Sawa? Mwenyezi Mungu tokea kuanza kuumba kiumbe wake alijua kama huyu mwanamke au mwanamume. Sisi na hivyo vinini vya sound sijui ultrasound sijui vinini hatuwezi kujua kabla ya kufika muda wake. Kabla ya kufika muda wake hatuna uwezo wa kujua. Lakini Mwenyezi Mungu tokea na mwanzo, na ndio maana akamwambia malaika alikuwa hajui, akamwambia niandike ni mwanamke au mwanamume. Haambiwa andika mwanamke au mwanamume. Haya atafika au hafiki? Atafika au hafiki, yote anaambiwa malaika aandike. Hii ni ilmu ya Mwenyezi Mungu, hatuna uwezo wa kuifikia. Na mfano wa hayo, laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'un basir. Sawa? Hafanani yeye na chochote, lakini anasikia na anaona. Kwa nini akasema hafanani na chochote lakini yeye anasikia na anaona? Tunajifundisha nini? Kwamba kusikia kwake na kuona kwake hafanani na sisi. Sisi tunasikia na tunaona, lakini yeye hafanani na chochote. Kwa hiyo tukisema Mwenyezi Mungu anasikia haimaanishi tumemshabihisha. Au tukisema Mwenyezi Mungu anaona haimaanishi kwamba tumemshabihisha. Tumemsifu kwamba anaona na tumemsifu kwamba anasikia. Kumshabihisha ni kuanza kutafuta macho yake yamekaa vipi, masikio yake yamekaa vipi, ana nini, huku ndio unatafuta kumshabihisha. Sasa tunatakiwa tufanye nini? Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina.
wama yadhakkaru illa ulul albab. Kwa hiyo ikiwa hatutayapekua tukayatafuta tutasalimika, lakini ukijitia man khalaqa hadha utafikia hatua utasema man khalaqa Allah wal iyad billahi min dhalika. Sasa tulisoma shirki tukazichambua, kuna shirki kubwa, kuna shirki ya kati na kuna shirki ndogo. Kuna shirki kubwa ambayo inamtoa mtu katika Uislamu, shirki ndogo haimtoi lakini inabatilisha amali. Shirki kubwa inabatilisha amali zote. Sawa? Shirki ndogo haibatilishi amali zote lakini inabatilisha sehemu au aina fulani ya amali. Sawa? Ama shirki kubwa inaporomosha Uislamu kabisa, bimaana kila kitu kimebatilika. Sawa? Haya tuyajue na tuyatambue. Katika shirki ndogo ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia akhwafu ma akhafu alaikum ashirki alkhafi au shirki alasghar. Na kuogopeni sana shirki iliyojificha au na kuogopeni sana shirki ndogo. Shirki ndogo ni ile ambayo inaporomosha amali kama vile ria, sum'a, rifa na kadhalika, kujionesha, kutafuta utukufu, kutafuta jina, kutafuta maslahi fulani ya kidunia. Ukienda kufanya amali zako, basi hapa habari yako utaibatilisha na itakuwa haipo. Jamani, tuko pamoja? Leo tumesema tusome kufuru. Tushakaa sawa? Au tupumzike kidogo? Naam? Tuendelee. Mimi sitaki tuwe tunasoma wengine wamechoka. Nataka wote tuwe madhubuti, kwa sababu hicho tunachokwenda ukiangalia ni muhimu sana. Kumbe kuna vitu ambavyo mtu anaweza akaitakidi tu katika moyo wake akatoka katika Uislamu hali ya kuwa yeye mwenyewe hajui. Sawa? Anakwenda akirudi na wenziwe kwa maskini hayumo. Mfano wa hayo. Kwa haya ni mambo muhimu sana, hasa katika ibada zetu. Al-kufru taarifuhu wa anwa'ihi. طيب, kwa kufru kilugha ni taghtiya, kufunika au sitr au kustiri kitu kisionekane, kikawa hakionekani, ukawa unaona vingine ndani yake kuna hali nyingine. Sisi tunafahamiana au mfano wa nini? Mfano hayo ni nini? Kinyesi cha ng'ombe waliona kavu au sio? Ukitia mguu. Haya, ninataja mambo ya kwetu ili watu wafahamu haraka. Ama kisheria, kufru ni kinyume cha imani. Kisheria kufru ni kinyume cha imani. Kwa hiyo kufru ni kinyume cha kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake. Sasa kwa kumkadhibisha, sawa? Kumkadhibisha au kuyakadhibisha yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam, au kuwa na shaka nayo. Sawa? Hayo yote inakuwa ni kinyume cha imani. Ukawa na shaka nayo kitu, ukiwa na shaka nacho maana yake hujakiamini. Sawa? Jamani, tuko pamoja? Au kuwa na shaka nao, au kupingana nayo, ukienda nayo kinyume chake, au ukawa na hasadi tu, husda, ukawa na husda kwamba unachukia ile maendeleo ya Uislamu, kuwa na husda, hiyo ni kufru. Au kuwa na kibri kutokana na imani, au ukafuata baadhi ukayawacha, au ukafuata baadhi ya watu wanaofuata matamanio yao dhidi ya Uislamu tare, au ukapingana nao ukazuia Uislamu. Hii ni kufru. Manake hii anajaribu kuelezea kufru katika maana ya uchambuzi. Sawa? Ni kinyume cha imani. Sawa? Tumefahamiana? Kiambo amana bihi kafara bihi. Kwa kufru ni kinyume cha imani. Taib, anwa al-kufru. Kufru inagawanyika katika mafungu mawili. Ya kwanza kufru kubwa ambayo hii inamtoa mtu katika Uislamu. Tayari?
ambayo hii kufuru kubwa inagawanyika makundi matano. Narudia, kufuru inagawanyika makundi mawili. Kuna kufuru kubwa na kufuru ndogo. Kufuru kubwa inamtoa mtu katika Uislamu, nayo inagawanyika vifungu vitano. Sawa? Kifungu cha kwanza, kufuru takdhibu, kufuru ya kukadhibisha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, waman adlamu mimman iftara ala Allahi kadhiban au kadhaba bilhaqi lamma jaahu. Ni upi dhalimu mkubwa zaidi? Ni upi dhalimu mkubwa zaidi kuliko yule ambaye amemzulia Mwenyezi Mungu uongo au amekadhibisha haki pale ilipomjia? Alaysa fi jahannama mathwa lilkafirin, je, si katika jahannam mafikilio ya makafir? Vipi mtu anamkadhibisha Mwenyezi Mungu? Kufuru takdhib, kumkadhibisha Mwenyezi Mungu kwa kumzuilia uongo. Ukasema Mwenyezi Mungu ana mtoto. Mwenyezi Mungu hana mtoto. Sawa? Ukasema Mwenyezi Mungu ana kadha au kadha. Hii ni kufuru ya kumsemea Mwenyezi Mungu uongo. Jamani, tumefahamiana? Na ndio maana ya ile hadithi inayosema kwamba man fassara alqur'ana bighairi ilmi falyatabawa maq'adahu minan nar. Atakayefasiri Qur'an akawa hana ilmu ya kufasiri Qur'ani, basi na ajiandalie makazi yake motoni, kwa sababu atafikia hatua atafasiri, atamsemea Mwenyezi Mungu uongo. Jamani, tuko pamoja? Ya pili, alqismu thani ni kufuru ya kukataa na kufanya kibri. Kufru al-ibai wal istikbar ma'a tasdiqi. Anaamini na anakubali, lakini anafanya nini? Anakataa na anafanya kibri. Na dalili ya hayo kwamba hiyo ni kufru ni kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anasema wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kumbuka pale Mwenyezi Mungu alipoambia malaika usjudu li Adam, msujudieni Adam, fasajadu illa iblisa, akasujudu isipokuwa Ibilisi, aba wastakbara, huyu Ibilisi alikataa kumsujudia Adam na akafanya kibri, akajiona yeye ni bora zaidi, wa kana minal kafirin. Kwa ajili hiyo basi ndio akawa katika waliokufuru. Kumbe kilichomfanya Iblisi kulaaniwa na akawa ni katika makafiri ni kule kukataa amri ya Mwenyezi Mungu na akafanya kibri, aba wastakbara. Kwa ajili hiyo wakana minal kafirin, ndio akawa katika makafiri. Kwani Iblisi alikuwa hajui kama Adam kweli ni kiongozi? Alikuwa hajui kama Adam ni kiumbe wa Mwenyezi Mungu? Alikuwa hajui kama Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kumwamrisha? Yote haya anayajua, lakini na akapanda kibri, akasema ya Rabbi, yeye umemuumba kwa udongo, mimi umeniumba kwa moto, mimi ni bora kuliko yeye. Na hili tutahadhari nalo sana jamani, tutahadhari nalo sana. Mmoja wetu atakapokuwa na chembe ya kibri chenye uzito wa chembe ya umbi katika moyo wake, hataingia peponi. Kibri ni kitu kibaya sana na kinaporomosha Uislamu na imani. Jamani, tunafahamiana? Kibri. Mtu akikosea aombe radhi. Mtu akikosea akubali kama kakosea. Sawa? Mtu akimwona mwenziwe hivi na vile achukulie dharura, na mengi mfano hayo. Kibri ni kitu kibaya sana. Halafu kibri kinaingia katika zile shirki al-khafi, katika zile shirki ndogo, zile shirki zilizojificha. Kibri, mtu akasimama akaanza kumbodoa mwenziwe, kujiona yeye ndio bora zaidi kuliko ule mwenziwe. Mwenyezi Mungu hakosei kuumba, aliyefanya hivi kafanya kwa usahihi. Na katika Qur'an tumekatazwa
Katika Qur'an tumekatazwa kudharauliana, kupuuzana, kwa sababu hayo yote ni katika matunda ya mtu kuwa na kibri, akajiona yeye bora kuliko wenziwe. Imam Shafi'i rahimahullah alikuwa akifuata njia, kila aliyekuwa mbele yake anamchukulia ana haki zaidi kuliko yeye. Tukimwangalia Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz, alikuwa ni amirul mu'minin. Yeye ni amirul mu'minin, wakati huo Uislamu lilikuwa ni dola kubwa sana, ilikuwa ni empire ya Uislamu, sio nchi. Anaingia msikitini, kuna mtu kalala, akajikungua kwenye mguu wake, akanyanyuka akamwambia, anta majnun, wewe ni mwendawazimu wewe. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz akamwambia, hapana, mimi si mwendawazimu. Askari akataka kumshika kumkamata, akamwambia, mwacheni, huyu aliniuliza kama mimi ni mwendawazimu na nimeshamjibu mimi si mwendawazimu, tushamalizana. Yani ni kumkamata tukambugudhi, tukamuudhi. Kwa nini ilikuwa vile? Kwa sababu hana kibri. Imam Bukhari anasema hawi mwanazuoni kuwa mwanazuoni mpaka akasome kwa mashehe zake, akasome kwa wanafunzi wenzake, na akasome kwa wanafunzi wake. Hakuna shekhe akitaka kwa mwanafunzi akasome. Imam Shafi anasema alikuwa siku zote wakienda katika munadhara na wenzake kujadiliana mambo, huomba dua ushindi uwe kwa mwenzake, ili iwe yeye kajifunza kutoka kwa mwenzake. Sio tu kwa hivyo. Basi kibri, huyu aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aina ya tatu, kufru shak, kuwa na shaka. Mtu akiwa na shaka au akawa na dhanna, basi hii ni kufru. Na dalilu kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi, aliingia katika bustani zake hali ya kuwa yeye mwenyewe kashaidhulumu nafsi yake. Qala, akasema, ma adhunnu an tabida hadha abada, sidhani kama mali zangu hizi zitakwisha mimi. Sawa, kwa sababu kakunjuliwa dunia, akasema sidhani kama zitakwisha. Wala adhunnu sa'ata qa'imatan, wala sidhani kama kuna kiyama. Neema hizi sidhani kama kuna kiyama. Wala in ruditu ila rabbi, na nikirudi kwa Mola wangu, la ajidanna khairan minha munqalaba, nitakuta heri zimekuwa nyingi zaidi kuliko hivi. Qala, akasema, qala lahu sahibu wa huwa yuhawiruhu, akasema rafiki yake hali akijadiliana naye, akafarta billadhi khalaqaka min turabin, unamkufuru yule ambaye amekuumba kutokana na udongo, thumma min nutfa, kisha akaendeleza kizazi akakuumba kutokana na matone ya mani, thumma sawaka rajula, kisha akakufanya kuwa ni mtu kiumbe. Unasema unakwenda, lakinna huwa Allah, lakini yeye ni Mwenyezi Mungu, rabbi wala ushrik bi rabbi ahada, wala simshirikishi Mola wangu na chochote. Sisi tunafahamiana. Kwa hii kuwa na shaka ukasema, ili kweli hili hivi kweli kiyama kitakuwepo hali hii, ukawa una shaka. Jamani, shaka mtu huitangaza. Naam, inaonekana kwa macho, ukaonekana yule ana shaka. Lakini usiwe na shaka na Mwenyezi Mungu, ukasema kweli ndio kiyama kipo, kweli ndio Mwenyezi Mungu yupo, kweli ndio hivi ndio vile, kweli. Hiyo itakupelekea kuwa ni kafir, ni kufuru ya kumtoa mtu katika mila. Wamo watu tunaishi nao, lakini wanakuwa wanashaka na baadhi ya mambo ya sheria yetu ya dini yetu, wanashaka hata na utume wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanakuwa wanashaka hata na hii Qur'ani na hadithi zake, wanakuwa wanashaka, hawaamini. Na kutokuwa na shaka maana yake ni kuyatii, kuyafuata, kuyapenda. Huku ndio kutokuwa na shaka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, dhalika alkitabu la raiba fihi, hakina shaka ndani yake,
hakina shaka juu ya haya yaliyokuwemo, hakina shaka kwamba hichi kinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni muongozo kwa wenye kumcha Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mtu akianza kuwa na shaka na mambo ya Allah, hapa tayari anaingia katika kufru. Sasa mtu hatakuwa anasali, anafanya mambo yake, lakini ana shaka na kufufuliwa, ana shaka na kama Mwenyezi Mungu yeye ndo anempa siha, ana shaka kama Mwenyezi Mungu ndo anemruzuku, ana shaka kwamba haya yote kaamrishwa na Mwenyezi Mungu, basi huyu tayari atakuwa yeye si Muislamu. Maana yake ana shaka na Mwenyezi Mungu. Tunafahamiana? Na hivi ndivyo alivyo watu wengine wakikunjuliwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala, zile neema wao zinakuwa ni mtihani mkubwa sana kwao, mpaka wanamsahau Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kweli kuna siku moja nilipita Oman, tuko transit, tukaenda katika hoteli fulani kubwa. Ile sehemu ya kula ile kuna roho nzima vitu hayo tu, samaki, ndege, mpaka wale kware sijui nani vya kuchomwa vile, mstari mzima. Tunapita mstari mwingine kuna mboga tofauti, kule kuna mayai, yani ni ukumbi labda kama huu uwanja wote, mi vyakula tu tofauti, matunda nini tena, happy your service. Wakati tumeka kipindi hicho si wanafunzi, kwa hiyo wewe na tumbo lako tu tena hapo. Kuna rafiki yangu mmoja tulikuwa tunasoma naye na ni mjomba wangu, akanambia ina maana kuna watu maisha yao ndio yako hivi? Niambia basi hawa itakuwa kuna watu wakiambua wao waishi hapa duniani wasende peponi watakuwa wako radhi ati. Hawajui shida. Anakula atakacho, akaambua bwana wewe uishi hapa usende peponi uradhi. Sasa katika akili ya mwanadamu kuna tashwishi nyingi zinaingia. Kuna mambo mengine yakiingia katika vichwa yanakutoa katika imani. Ndio kama huyu alipoona huku ana mazao fulani, huku ana kitu fulani, huku ana kitu fulani, akasema kwa neema hizi sidhani kama kuna kiyama, wala sidhani kama neema hizi zaweza zikatokezea siku zikamalizika. Ikiwa nitarudi kwa Mola wangu nitakuta neema ziko kubwa zaidi. Mwenzio akamwambia vipi? Unamkufuru Mwenyezi Mungu aliyekuumba kutokana na udongo, kisha kutokana na mbegu zamani, kisha akakufanya wewe ukawa ni mtu. Unamkufuru huyo. Anamkumbusha neema za Mwenyezi Mungu, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum. Vipi utafikia kumkufuru aliyekuwa wewe ulikuwa ni maiti, upo akakuleta? Unamkufuruje? Hicho ulicho nacho kakupa yeye. Usifike hatua ukamkufuru. Mayahudi wao walipoambiwa watoe, wakasema vipi? Wakasema hatukupeni sisi, ala kwa nyinyi mna Mungu ambaye anaweza kukupeni. Vipi tukupeni sisi na nyinyi mna Mungu atakupeni, mnatukuja kutuomba sisi? Sawa? Na wengine wakasemaje? Mwenyezi Mungu mbakhili, maana yake hawapi waislamu. Waliyadhu billahi min dhalik, yadullaha maghlula, mkono wa Mwenyezi Mungu umejipinda, umejifunga kama ule mkono wa kikombe. Mwenyezi Mungu anajibu kwa kusema ghullat aidihim walu'inu bima qalu, iliyopinda ni mikono yao na wamelaaniwa kwa kauli zao walizozisema. Bali yadahu mabsutatani, bali mikono yake Mwenyezi Mungu imekunjuka. Kwa hiyo hatutakiwi kuwa na shaka. Sawa? Tukiambiwa kama Mwenyezi Mungu siku ya kiyama ataonekana madamu hivyo ila rabbihim basira, basi tuseme ataonekana kwa uwezo wake ufanya atakalo. Sawa? Tukiambiwa Mwenyezi Mungu atasoma Qur'ani, basi tuseme sawa, kama imethibiti atasoma, tusiwe na shaka wala dhanna. Jamaa tunafahamiana? Hii shaka na dhanna inawatoa watu katika Uislamu. Mwenyezi Mungu atuhifadhi. Qismu rabia, kufru al-i'rad, kufru ya kukipa kitu mgongo na kukipuuza. Sawa?
Aina ya 4 ni kukipa kitu mgongo na kukipuuza, na dalili juu ya hayo, walladhina kafaru amma undhiru mu'ridin, washaonywa wale waliokufuru kwa kutokana na yale wanayoonywa wanayapuuza. Wanaambia jamani, kuna hivi kuna hivi kuna hivi, mawaidha wao wanayapuuza na wanayapa mgongo. Sawa, na hii ni kufuru. Sinafahamiana? Huku tunaambiwa innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Akitaja Mwenyezi Mungu nyoyo zao hutetemeka, huwa zina hofu. Wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, na wakisomewa aya za Mwenyezi Mungu imani zao zinapanda. Hao ndio waumini wa kweli. Sisi tunafahamiana? Leo mtu unamdai pesa zako, unamwambia nataka unilipe, hakulipi, anakuhangaisha, anamwambia mie hili namwachia Mungu. Wallahi hana wasiwasi, anakuambia kama unamwachia Mungu niongeze nyingine. Halafu tunasali naye, tunakwenda naye, tunafanya kila kitu. Mwingine unampa mawaidha, akwambia kwa hili mie Mungu na yake tu moto wake. Tunajisahau mno. Kufru ya kudharau na kupuuza. Ukidharau mambo ya kisheria ya Mwenyezi Mungu na kuyapuuza, hii ni kufru. Ya 5, kufru nifaq. Kufru ya nifaq ya unafiki. Wadalil huwa qawli ta'ala dhalika biannahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Hii ni kwa sababu waliamini kisha wakakufuru. Bimaana waliamini alafu akabadilika, ndani ya nyoyo zao wameficha ukafir. Fatubi'a ala qulubihim, wakapigwa seal, wakapigwa mihuri katika nyoyo zao. Fahum la yafqahun, hao hawawezi kufahamu chochote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema summun bukmun umyun fahum la yabsirun. Hao ni maziwi, si kwamba hawasikii, ni mapofu, si kwamba hawaoni kwa macho yao. Ni mabubu, si kwamba hawawezi kusema, lakini hawawezi kuona ya haki, wala hawawezi kusikia ya haki, wala hawawezi kuyasema ya haki. Fahum la yubsirun, hawaoni. Na akawapigia mfano Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, au kasayibin minas samai, hao ni mfano wa mvua inayoshuka kutoka mbinguni. Fihi dhulumatun, ndani yake kuna giza hilo, wa ra'dun, na radi, wa barkun, na mimweso. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, au wanasitia vidole vyao katika masikio yao, fi adhanihim minas sawa'iqi hadhara al-maut, kwa kuogopa ule umweso. Eti wanachukua tahadhari na mauti, wanajitia madole visikioni, tunawashachukua tahadhari na mauti. Wamekaa kama wale mbuni lake kubwa, yeye akipata pahala akitia kichwa chake, basi asema hapa sionekani hapa. Mwili lote liko nje. Mwenyezi Mungu anasema wallahu muhitun bil kafir. Mwenyezi Mungu anawadhibiti na anawajua makafiri. Kwa hiyo hii ni aina ya 5, kufru an-nifaqi. Hatakiwi mtu kuwa na imani ya nifaq, hatakiwa awe na imani thabiti iliyotimia, isiwe ya kuyumba yumba. Sawa? Hii ni aina ngapi? Ya 5. Na ya mwisho tumesema ni aina 5. Kwa hizi ni kufuru kubwa. Mtu akiwa na kufuru aina hiyo, maana yake huyu anatoka katika Uislamu, iwe dhahiri iwe ni siri, iwe anajua iwe hajui. Ikishakuwa ujumbe kaletewa akawa na shaka nao, basi hii ni kufuru. Ikishakuwa kuna neema asimshukuru Mwenyezi Mungu, basi atakufuru. Mfano hayo Mwenyezi Mungu atustiri na atuongoze. Naam. Ama aina ya pili, kufru al-asghar, kufru ndogo.
la yukhriju min almilla wa huwa alkufru alamali. Hii ya mwanzo ni kufru, inaingia katika imani ndani ya moyo. Maana imani iko moyoni na kutoka imani natoka kwenye. Ama hii nyingine kufru alamali ni kufru ya vitendo. Hii haimtoi mtu katika Uislamu tayari, lakini ni dhambi kubwa ambazo kutokana na ukubwa wa dhambi hizo zimeitwa ni kufru, lakini sio sawa na kufru kubwa tayari. Mfano wa kufru ya aina hii ni kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa dharaba Allahu mathalan qaryatin kanat aminatan. Anawapigia mfano Mwenyezi Mungu wa kijiji fulani ilikuwa imeamini, mutmainna, tena alikuwa na utulivu. Sawa? Yatiha rizquha, utulivu kwa sababu gani? Zilikuwa zikiwajia riziki zao raghadan min kulli makan, zikiwajia riziki zao kwa mafungu kila pahala. Zile riziki zile zikawachupisha mpaka fakafarat bi an'amillah, wakazikufuru neema za Mwenyezi Mungu. Mengine mtihani. Sisi tukihadithiwa tuna wazee wetu, inanyesha mvua panaanguka samaki. Inanyesha mvua tu mipande mimi samaki inaanguka inapaparika juu mitaani. Mimi sijawahi kuyashuhudia, lakini tunasimuliwa. Sawa? Na naamini inawezekana hivyo. Kwa Mwenyezi Mungu hashindwi. Kule Pemba kuna kipindi fulani palikuja pakazuka samaki wadogo dagaa. Kwa kuwa walikuwa wengi maeneo ya pojini, mpaka watu wakawatafutia jina, wakawaita nani? Ngegemea. Wabwade waliitwa nani wale? Waliwaita ngegemea. Kwa nini? Jamani, samaki hivyo tena unatoea, kwa kuwa wamekuwa wengi mpaka wakaita wangegemea. Waliogopa, hataki kuitwa ngegemea, mpaka leo hawajaja tena juu. Na kuna kipindi hapa Mazizini, sisi tuko wadogo, ilinyesha mvua ilipomalizika mvua watu wakawa wanakwenda uenda dude lolote unafua. Ile sufuria sijui nini ukichota hivi ukipeleka unaondoka na samaki. Sasa neema kama zile zinakuwa nyingi, zishafunguka kila upande, basi watu hukufuru kwa kufanya israfu, hukufuru kwa kuzifanyia dharau na suhuria, hukufuru baada ya kuzishukuru zikaendelea kuwa nyingi waona zikufuru. Hile inaitwa kufuru, lakini si kufuru ya kumtoa mtu katika Uislamu. Mtu astaghfirullah alazim, Mwenyezi Mungu atunusuru, atuhifadhi. Inakuja embe zinazaliwa, mtu unasema haya mimi nikale embe komba ile nini? Mimi yani ile embe komba ile nini? Sasa embe tutazipata? Na ukiipata inafunza. Mihogo unasema hichi chakula hichi. Mihogo chakula, mbona hakimu katika zaka hichi? Sasa haya yote natakiwa ni neema za Mwenyezi Mungu tuzishukurie. Sawa? Natakiwa tuzishukurie. Hii ni kufuru ndogo. Au mfano wa hii kumuua mu'min. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema sibabu almu'min fusuqa, tayari kumtukana muumini ni fuska. Wa qatluhu kufur, na kumpiga vita ni kufuru. Sawa? Au wanaposema la tarji'u ba'di kuffara, musigeuke tena baada ya kuja mimi kama makafiri. Yadhribu ba'dhukum riqaba ba'dhi, wewe baadhi yenu wakawapiga shingo za wenzao, wakawa wanapiga mapanga. Au kuhapa kwa jina la asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Man khalafa bighairi llahi kafara, ameapa kwa jina lisilokuwa la Mwenyezi Mungu amekufuru, au ashraka, au amemshirikisha Mwenyezi Mungu. Tuanze hii ya kumuua. Tayari hii ya kuua, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema
faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bima'rufin wa ada'un ilayhi biihsan. Anayeombwa msamaha, anayetakiwa radhi, basi min akhihi ameitwa nani? Ndugu yake. Engelikuwa kakufuru kufru ya kumtoa katika Uislamu, asingeitwa ndugu yake, kwa sababu ndugu ya Muislamu ni Muislamu mwenziwe. Jamani, tunafahamiana? Kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl, mmefaradhishiwa kulipiza kisasi kwa waliouliwa tayari. Lakini halafu akasema faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bima'ruf wa ada'u ilayhi biihsan. Sawa, hii ni katika kuua. Hapa washasema sibabil mu'min fusuqa wa qatluhu kufur, na kumuua ni ukafiri. Sawa, na hii nyingine la tarji'u ba'di al-kuffara, musirudi baada yangu mkawa kafir. Wanapigana mapanga, baadhi yenu wanapiga katika shingo za wenzao. Sasa kwa nini hapa akaambiwa min akhihi? Halafu akishakuuawa huyu, akishakulipizwa hadi, anafanywa nini? Anasaliwa. Sawa, na anafanywa yote anayofanywa maiti wa Kiislamu. Bimaana huyu hakukufuru kufuru ya kumtoa katika Uislamu, lakini amekufuru kufuru ya kumpatisha madhambi, na kutokana na uzito wa dhambi hiyo ndio maana ikaitwa kufuru. Kama aliposema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa in ta'ifatan minal mu'minina iktatalu fa aslihu bainahuma, ikiwa makundi mawili ya Waislamu wanapigana vita tunavijua maana yake, basi wasuluhisheni. Kwa nini wakaambiwa minal mu'minina, katika waumini? Kwa sababu hawajakufuru kufuru ya kuwatoa katika Uislamu. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Na nyingi katika aya zinazoashiria kwamba hii si kufuru ya kumtoa mtu katika Uislamu. Kwa hiyo katika aya sahihi tunajua kwamba kufuru kubwa ni ile inayomtoa mtu katika Uislamu, na kufuru ndogo haimtoi mtu katika Uislamu. Sawa? Anayekufuru kufuru kubwa ni mukhalladun fi nnari. Sawa? Atadumu ndani ya moto, hatoki. Anayekufuru kwa kufuru. Ama anayefanya ukufuru ya kufuru ndogo hadumu katika, ataadhibiwa kwa mujibu wa dhambi yake aliyoifanya, halafu atatoka. Lakini sio kachukua kama ni hivyo basi labithina fiha ahqaba, watakaa humo ahqaba. Ahqaba ni muda mrefu, tunaambiwa hukumu moja maana yake ni miaka 1000. Hasa ahqaba miaka 1000 ngapi hizo? Hasa sio ukasema kama basi mtu hataingia tu atoke, si hivyo tunavyoona. Jamani, tunafahamiana? Anayekufuru kwa kufuru kubwa ni halali kumuua, na ni halali damu yake na heshima yake. Ama anayekufuru kufuru ndogo, huyu si halali kumuua. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.